Unaelewa? Mimi Elibariki na mfahamu kabla. Niliwahi kumuombea akiwa ofisini kwake, stendi yake. Sasa nilipomkuta huko ndani nikashangaa. Nikasema light ningekuwa muhuni. Amina. Alafu nasema ni mchungaji muhuni. Nikamkuta Elibariki hapa kingeumbuka leo. Na yeye hakutegemea kama tutakutana hapa. Na kama alihisi kuna mgeni alialikwa hakujua kwamba ni mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Unaelewa ninachokizungumza hapa? Maana yangu nini? Kwamba ukiokoka okoka kweli. Usiokoke kanisani tu. Wokovu wa mtu aliyeokoka kweli unaanzia mtaani kwake. Kanisani hawaokoki, kanisani ni kuja kujionyesha. Tunaokoka kule kwa warevi wanaotufahamu, tulikuwa tunakunywa nao. Tunaokoka kwa wale wazinzi wanaokufahamu ulikuwa ni mzinzi kama wao. Wao ndio wanathibitisha wokovu wako wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nilipomkuta hapa Elibariki nikashangaa. Na hii imenitokea siku moja nimeenda Kigoma kwenye mkutano. Nakuta MC wa mkutano ni rafiki yangu kwenye mtandao wa kijamii. Ndio bwana namfahamu, nikasema Mungu wangu, ningekuwa na posti vitu vibaya ingekuwa shida leo. Vijana mnaotumia smartphone, wewe makini. Kama umesoma okoka, okokeni na kwenye mitandao yenu ya kijamii. Bwana Yesu apewe sifa. Binafsi mimi nimshukuru Mungu kwa sababu yako Elibariki. Mungu akubariki sana. Wewe bwana ni mtumishi wa Mungu kweli, hata akiwa kazini kwake ni Bwana asifiwe. Iko hivyo, hajifichi kama ni mtumishi wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu kweli. Na bahati nzuri yuko kwenye madhabahu, ina maana hapa familia, baba, familia, na wewe umeshakuwa familia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ni ndugu yangu. Ni baba, ni kaka. Usione mimi nimewahi kurefuka ila yeye ni kaka kwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tupo nyumbani. Na Elibariki uko mahali sahihi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa namshukuru Mungu kwa hilo. Na kibinafsi jifunze. Wapendo, wokovu ni gharama. Sio mchezo, ni gharama. Mama amesema maisha yake alikuwa ameokoka, alikuwa ni mlokore. Unajua kuna kuwa mfuasi wa Kristo na kuwa mtu wa dini. Vitu viwili tofauti. Unaweza kuwa kwenye kanisa wewe ni mfuasi wa dini au umemfuata mchungaji wako huyo kwa sababu alikusaidia 200 unamfuata huyo, ila hujamfuata Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Na watu wengi kanisani, tuna watu wengi wanaofuata dini ila hawajamfuata Kristo. Sasa ashukuriwe Mungu wa mbinguni anayetufanya kuwa huru na kutambua neno la Mungu. Usiwe ni mtu wa dini hata siku moja. Kataa kuwa mfuasi wa dini, bora ujikalie nyumbani kwako. Unaelewa? Kwa sababu dini haijaleta msaada duniani. Yesu alikuja na dini zipo. Kama dini zingekuwa ni msaada, Yesu asingekuja duniani. Yesu kilichomleta ni ukombozi ambao kwenye dini haukuwepo. Bwana Yesu apewe sifa. Waliomuua Yesu ni wachungaji. Viongozi wa dini ndio walipanga kikao cha kumuua nani? Yesu, kwa sababu dini sio msaada. Dini ni mpango wa kumtafuta Mungu. Hata wewe unaweza kuanzisha dini yako. Unanielewa rafiki yangu? Sio somo langu, lakini nakwambia kwa sababu dini haiwezi kutusaidia. Hata Waafrika ndugu zetu, babu zetu walikuwa na dini yao. Haijaleta msaada wa wokovu, lakini wokovu umekuja kinyume na dini. Ndio maana hata Mafarisayo hawakumuelewa Yesu, kwa sababu wao walielewa dini na sheria za dini, ila Yesu hakuwa kwenye sheria. Ndio maana akasema nyinyi mkiokoka hampo chini ya sheria. Maana sheria za dini zinaishia hapa, lakini Kristo ndo zaidi ya sheria zote. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tuokoke kweli. Mwambie rafiki yangu uokoke kweli. Ule umbea wako waachie leo. Kuna watu tunakuwa nao makanisani, mimi nishashuhudia. Nafikiri na baba ashashuhudia. Unaweza kaenda sokoni, wanamkuta mwanakwaya
Bwana asifiwe mpendo, haitikii. Kama vile kusikii. Bwana asifiwe hakusikii, kwa sababu hapo sokoni hawamtambui kwa Bwana asifiwe. Ana historia mpya nyingine hapo sokoni, hawamtambui kwa Bwana asifiwe. Maana akiitikia hao wataonaje? Na wewe ni mlokore. Ila kanisani kiongozi wa kwaya, kiongozi wa praise akiomba, kuna watu si wote wanaobubujia kanisani kwa Yesu amejaa Roho Mtakatifu. Wengine wanaonafiki kweli kweli. Unanielewa? Mimi nawaambia watu, kanisani kuna watu wawili. Ashukuru Mungu, wengi hapo wanajitambua. Kuna watu wawili, ukimwona kwa mtu tuombe amegaragara analia, chunguza vitu viwili. Kuna mtu analia ni uchungu wa moyo wake, hamna cha Mungu hapo, kwa sababu Roho wa Mungu amekufanya ulie. Kwa sababu mwambie mchungaji, zama rohoni, mnatafuta kiroho kwa lazima. Hakuna hiyo kitu kwenye mambo ya kimungu. Watu waliookoka hawahitaji kuingia kwa gharama kwenye ulimwengu roho, kwa sababu maisha yao yenyewe wako rohoni. Amina. Twende kwenye somo, kwa sababu muda wetu leo mambo ni mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tumalizie semina yetu kwa siku ya leo. Somo letu leo litakuwa ni vitu vichache sana, na tutakuwa na kwa sababu tuna mambo mengi hapo mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Kama andika hivi: ushindi wa kanisa lipatikana leo. Maana yake kwenye Pasaka hii. Sio leo hii Jumapili ya leo, yaani kwenye Pasaka tunaadhimisha kifo cha Yesu. Au unaweza ukaongeza hapo, ushindi wa kanisa ulipatikana kwa kifo cha Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu Kristo ndiye aliyeletea kanisa ushindi. Dini iliyokuwepo ya Masadukayo na Mafarisayo haikuweza kuleta ushindi wa mwanadamu aliopoteza kwenye bustani ya Eden. Waliendelea kutawala kwenye sheria za Torati, wakaendelea kutawala kwa misingi ya dini zao, lakini hawakuleta msaada kwa kanisa. Na ndio maana iliitwa dini, hakuita kanisa, kwa sababu hawawezi kuleta kanisa, kwa sababu kanisa ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa Kristo alipokuja duniani akatengeneza mfumo wa wokovu, na mpaka kufa yeye ndiye alifanya kanisa liwe na ushindi. Ukiona wahubiri wanahubiri injili, ni kwa sababu mwanzilishi wa injili ya ushindi ni Kristo peke yake. Ukiona watu wanaomba wanajibiwa, ni kwa sababu Yesu aliomba naye akajibiwa. Ukiona watu wanafanya miujiza, ni kwa sababu Yesu naye alifanya. Maana yake yeye ndiye alileta ushindi. Baada ya Adam na Hawa kupoteza, Yesu akairejesha kwa kifo chake ili kanisa liwe washindi. Ndio maana nasema sisi ni washindi na zaidi ya kushinda katika yeye. Unaelewa? Hakuna kanisa, niwaambie, kama Yesu angelikufa akaenda jumla. Unanielewa? Akaenda jumla kama wewe unayemfahamu, hata babako au babu yako unayemfahamu, salienda jumla. Unaotaka tu mamizimu yake.